Bwana, karibu tena katika vipindi vyetu vya kila siku, bila kusahau ni Kubwa la Madui TV. Kwenye mic ni the next MVP in Tanzania, you can call me Mbona. Leo nimefanikiwa kukutana na vijana ambao wanafanya muziki wa kitofauti hapa kwetu Nyarugusu. Na si wengine, leo nipo na Balenciaga pamoja na Shoba Shoba ambaye tutakwenda kupigana nao story tupate kujua mengi zaidi kuhusu muziki wanaofanya kwanza na hali halisi inaendelea katika mji wetu huu wa kujidai ambao ni kambini Nyarugusu. Bwana, vipi hali? Shwari kaka. Uko poa? Yeah, I'm good. Harakati? Kama naona sana mwanangu. Bwana aje? Fresh. Mbona kinyonge mwanangu? Sema sijaamka vizuri leo. Hujaamka vizuri, vitu vimekaa ndivyo sivyo nini? Yeah. Mwilipo vibaya, nipo vibaya leo, sijui nini. Sijui nini? Bwana, sawa bwana. Bila kupoteza time, mimi ningetamani kwanza tuanzie hapa katika sakata zima la muziki wa hapa nyumbani. Ningetamani kwanza kujua kuhusu nyie. Maana muziki wetu sasa hivi umepamba moto. Lakini nyie mnaimba muziki wa kitofauti. Labda tuanze na Shoba Shoba. Kwa nini nyie mnaenda tofauti sana na muziki wa hapa nyumbani kwetu? Nafikiri kila watu wana namna ya kuimba na kila mtu ana malengo yake. Kwa kama sisi tuko tofauti hivi, tuna malengo yetu ya namna ya target ya muziki. Kwa hiyo tunaimba hivi, tunajua kitu tunachokiimba, tunajua sehemu gani huu muziki utapokelewa hivi, sehemu gani watu watasikia watasema yao madogo wanafanya. Kwa tuko hivi kwa sababu sisi tunaelekea ambacho tunachokifanya. Ndio. Sawa. Balenciaga. Una kitu gani ambacho unaweza kuongea kuhusiana na neno linaloitwa Bembe to the World? Kwa kweli neno linakuingiaje na una kitu gani ambacho unaweza kukiongea? Bembe to the World nafikiri ni muziki ambao uko hapa. Siwezi kusema kwamba si ujui. Muziki unafanyika hapa, kuna muziki ambao uko Bembe to the World. Ila pia sisi tunafanya vibration to the world. Kwa Bembe to the World najua ipo hapa. Yeah. Sawa, labda vibration to the world, Bembe to the world. Labda upinzani unakuaje hapa kwenu kulingana na ngoma mnazozitoa kwenye? Cha kwanza niseme watu wamemrealize kuwa sisi hatufanyi muziki kwa mashindano wala tunashindishana na Bembe to the world wala tunashindana msanii yote, hapana. Kwa mimi nafanya kazi ya vibration to the world. Nafikiri vibration to the world tuko tofauti na wao kwa sababu nafikiri umeshaongea kuna utofauti wa nyimbo ambazo tunaimba, kuna style tuko tofauti. Kwa hiyo tunafanya kazi na sio kwamba eti tunafanya mashindano wala upinzani, hapana. Tunafanya kazi na malengo tofauti. Na mpaka niseme vibration to the world kwa sababu ni tofauti. Sio kwamba nimesema kwamba kwa sababu ya nani ya upinzani. Nimaanisha kwa sababu ni utofauti wa nyimbo ambazo tunazifanya. Utofauti wa style. Maybe ningesema sio ni vibration to nani Bembe to the World yote ingekuwa ni uongo kwa sababu tunafanya tofauti na wao. Ningejiita Bembe to the World afu muziki ambao nafanya ni tofauti. Sasa nitakuwa vipi mzee? Kwa ni tofauti. Okay. Sawa. Shoba Shoba, mmeachia nyimbo mbili ambazo tayari zipo kwenye mji wetu wa kujidai na zinafanya vizuri. Moja ni inaitwa Mamado kama sijakosea, na nyingine inaitwa Angela kama sijakosea. Angelina. Okay. Mmepointi sana kwenye issue zima muziki wa mapenzi. Labda ni kitu gani ambacho kipo katikati hapa? Nafikiri before hapo watu walikuwa wanaongea ama dogo wamejikita kwenye vibe no. Ndio. Sasa tuko na hapana tuwaridhishe mashabiki zetu, tutengeneze ngoma fulani za mapenzi. Ndio. Kwa tukatengeneza Mamado na Angelina. Nafikiri watu walipokea vizuri, akasema wote wanafanya namna yote wanafanya. Ndiyo. Mapenzi vibe kwa tunafanya. Okay. Sawa. Tuje kwa Balenciaga hapa. Labda nyimbo ambazo mnazozitoa au idea mnazozitoa, je, ni kulingana na matukio ambayo yanatokea au ambayo yenyewe yanawakuta hapa nyumbani au kwenye safari ya mahusiano yenu, au inakuaje zidi ya nyimbo mnazozitoa nyewe? Kwenye kazi, sijui muziki ni kazi. Ndio. Kwa sisi nafikiri nyimbo ambazo tushaye kulenga kufuatana na mazingira yetu special. Ndio. Kuna Ilevo, kuna Sielewi. Haya Sielewi tumeigiza pia, sio kama tunawalisia, tumeigiza ile nyimbo. Maana Stasha Sweti ni dada original. Ndiyo. Wala nini kwa tumeigiza kwa sababu kuna watu ambao wanaishi kama vile. Ndio. Kwa tunaambia wao sasa tunasijua muziki ni kazi. Ndiyo. TikTok tunaambia wengine wa enjoy kama nyinyi mtaenjoy. Yeah. Ilevo ni special kwa ajili ya life yetu ambayo tuko nayo. Ndio. Tunatagi mbali sana wakina Saki watuone, kina Rema, hata Diamond atuone, Estukizi Zombie. Kwa kufanya kazi hivyo, yani tulikuwa tunalenga hivyo. Kwa muziki wetu
unakuwa ni hivyo kitofauti sana. Okay. Mpaka sasa hivi kwa namna ambavyo target zenu mnazozipointi na ambako mnakotaka kufika, labda mpaka sasa hivi tumaini lipo vipi? Sisi mimi natumaini tutafika mbali sana kwa sababu mimi kilango hajaishia hapa. Na hapa mpaka nifike hapa nilipo ni tofauti na gisi nilikuwa zamani. Before nilikuwa sifatu hivi interview, nilikuwa sifanye interview. Kufanya interview mpaka nitoe hela. Okay. Sielewa? Nitoe hela. Kwa sasa hivi watu, nashukuru Mungu, watu wananitafuta. Tukiupload kazi wana view vizuri, wanafuatilia kazi mdogo, mnaweza. Kwa hiyo nimeshukuru Mungu, watu wameweka sikio kwetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni tofauti na before. Kwa sababu tumepush kidogo. Sio kama nimefikia malengo, bado nazidi kupush nifike mbali na nitafika mbali in short. Okay, sawa. Tuje hapa, kuna kitu kingine ambacho ningetamani kujua kutoka kwa Shoba hapa. Kulingana na mziki au hizi nyimbo mnazozitoa ni nyimbo za mapenzi. Je, ni verse gani ambayo wewe unaikubali na unatamani kuisikia mara kwa mara? Verse zote. Kwa sababu. Okay, sawa. Lakini pia kuna kile kitu ambacho ungeweza kupenda mtu asikie, na kitu ambacho pia kwenye muziki wako au kwenye muziki wenu mlioimba, ni kitu gani au ni verse gani ambayo unaweza kupendekeza sana mtu akae chini atulize akili yake na asikilize muziki kutoka kwenu? Aina gani ya verse ambayo mle katika nyimbo zenu zile mbili mlizoziachia ambayo mtu akisikia lazima aseme kweli hapa kuna kitu na nusu? Tuseme tu ni uimbaji wa ngoma zote tuseme, kwa sababu kila verse na namna yake na utamu wake, kwa sababu kila mtu amegusa kwenye engo yake. Shaga amegusa kwenye engo yake na mimi nigusa kwenye engo wangu. Kwa lazima kila mtu atatamani. Nafikiri mashabiki wako tofauti. Watatamani kusikia hivi, atatamani kusikia hivyo. Kwa kila mtu ataenjoy kwenye namna yake anavyosikia ile ngoma. Okay. Sawa. Tulikuwa na sakata zidi ya muziki wa Bembe to the World. Maneno yamekuwa ni mengi sana na nyinyi ni watu ambao mnatangaza vibration to the world. Labda mna kitu gani ambacho mnaweza mkawaambia watu kulingana na tukio lililotokea tarehe 30? Niseme 30, cha kwanza niseme tulikuwepo pale. Tulikuwepo, tulikaa muda na tukaangalia kazi. Sema ilitokea tukumalizia sana, unajua? Tukumalizia sana tukaritani maskani. Kwa hiyo niseme sherehe imeenda vizuri, wafanya performance yao hivyo, yani zawadi zilitoka, zawadi kote kwa mme hivyo, yani. Kwa niseme tu mimi siwezi kuwa na neno kubwa zaidi ya pale ambapo nimeenda, nimefika pale, amenipa maliko, nimeenda, upendo sana. Lakini kumekuwa na changamoto inayodaiwa kwamba Mr. Bugatti amedai kwamba kuharibu sherehe ya jamaa Nyagomeni. Sasa na hii imeleta taharuki kulingana na mziki wao wanaofanya. Tayari hapo kila mmoja tayari wanadai kwamba atashindana kwenye upande wa mziki. Sasa mkiwa kama Vibration, unaweza kuambia kitu gani zidi ya mziki wao ambao jinsi wanavyopeleka wenyewe? Niseme wanavyofanya kwa wao, sijui kwamba mashindano ya nyimbo. Ndio. Unajua cha kwanza tukio moja nimeziona kule, sikuona live, nimeziona kwenye simu, maana nimetoka kabla pale. Okay. Maana kwenye simu issue zao zile siwezi kuzielewa, maana vitu ambavyo yani havieleweki, ni vitu vya kishamba sana, niseme hivyo. Vya kishamba sana. Na siwezi kusema kwamba ameenda pale kuharibu sherehe. Inawezekana na isiwezekani. Maana amepewa maliko, lazima aende. Sasa yeye sasa karibu sherehe mzee. Amepewa maliko. Kwa hajakataa vipi? Kwa alipewa maliko, akaenda pale, alivorudi ikawa hivyo. Kwa mimi siwezi kusema kwamba alienda kuharibu sherehe wala nini. Na siwezi kusema kwamba wale wanashindana kisa nini. Siwezi kufanya hivyo na siwezi kuingilia kati. Kwa wafanye wanavyojisikia. Ndio maana nakwambia Vibration, mimi sipo huko. Mimi mtu ambaye anafanya kazi, sio kama mashindano. Mimi nafanya kazi, hata yeye pia asikie nyimbo yangu aseme wadogo amefanya. Okay. Sawa. Tuje kwa Shoba hapa. Shoba, hivi muziki huu wa Bembe to the World, kulingana na namna ambavyo unavyoenda na nyie mnatangaza Vibration to the World, labda mna kitu gani ambacho unaweza kuwashauri ili mradi kuzidi kuimarisha muziki wao ambao wenyewe wanaotangaza? Kwa sababu mimi nikuambia waache utoto. Ndio. Waache utoto kwa sababu usanii una mambo mengi sana. Wao wakiendekeza utoto waweza kufika simu yote, kwa sababu msanii mkubwa akiangalia kama damu niangalie zile moment kwa wale, sema si utoto, huo ni usanii au vipi?
angalia hizo moment msanii. Wasanii kwanza wenyewe wajibrand. Ndio. Sidhani kama kuna msanii yote ana brand sasa hivi hapa. Eti msanii akichomoka ndani tuseme msanii ametoka tu watu wanamshangilia. Hapana, labda aguse mambo yake nini aende akaroge sana nini. Lakini sasa hivi hakuna msanii ana brand hapa. Ndio. Kwa uangalie namna gani ya kuishi na kutengeneza brand. Msanii ni brand. Ndio. Yeah. So utoto hapana, acha utoto basi. Okay. Sawa. Labda mtu angetamani pia kujua mtu anaanzaje kwanza kulinda brand yake? Mtu anawezaje kwanza kulinda brand? Kulinda brand kuna tofauti. Kuna tofauti kwa sababu brand mna vipengele vingi sana mzee. Yeye ukiwa brand kuna vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Yaani inalazimika unasikia mbona nikifanya hivi inakuwa ni jao, watu watanichukua vibaya kuzisha kwa performance. Balenciaga nishakuwa performance mfano. Niko public watu wananielewa Balenciaga. So kuna watu ambao wataki kuniona hadharani sana. Si wadogo ama dogo, yani sionagi. Kila siku kwenye video hasa ni kitu ambacho nikizoeleka. Anytime aniona mtaani Balenciaga kipenzi au pensi nini. Dogo uchafu sana. Kwa unashinda kuzingatia brandi. Tofauti hata na hivyo kuna branding ambazo kuna vipengele vingi sana vya brand. So acha kwanza na kuzingatia kutembea sana kwa sababu brand inatakiwa kuonekana sana. Ila wao sio hivyo. Wasanii wengi hapa kuonekana public sana inakuwa ni kitu number 1 kwao. Kawaida sana. Kwa hiyo wanakuwa wanaonekana sana hapa ule. Mara kwa mguu kabisa anapandisha majuu huko. Yaani pensi. Pensi vumbi nyingi mzee. So unaelewa? Kama ni tope kweli. Ndio. Kwa hiyo wanashinda kuzingatia brandi. Kuna wasanii ambao hata wanatembea na watu ovyo mafans sana kwa makundi. Wanashinda kuzingatia brandi. Kwa hiyo hata zile issue zao zile za nani. Mimi sio kwa Mungu, sio kama tunafanya unafiki. Ndio. Hizo hata urani hizo issue zao za kwamba wanakuwa wanajibizana issue mbalimbali tofauti. Ndio. Inakuwa ni ushamba. Ndio. Wenyewe ni brand ndio zingatia brand zao sasa. Okay. Utaonekana kawaida, watachukua kawaida kisa umeshinda kuchukulia brand, umeshinda kujipa uzito, utaonekana kawaida. Okay. Wache utoto kiambao yani shoba lipoongea wache utoto. Wache utoto kama kana shoba, wache utoto. Okay, labda kama ambao jinsi wenyewe wameamua kufanya vita vyao. Wewe kama Vibration to the World na pia unatazama mziki ambao ni Wabembe to the World. Wewe ungetamani vita yao kubwa yenye meleo pande gani? Vita kubwa au toka zamani mimi najua toka zamani sana, before sana hata kabla sijasikika. Sijasikia hata paka mbini. Before sana walikuwa na beef ambao sijui kama beef ilianziaga wapi na mpaka sasa sijui beef yao iko wapi. Kwa wao kusema kwamba eti wako na beef, mimi na wao tunajua na beef na sisi kujua beef yao inaanzia wapi na itaishia wapi. Kwa hiyo ni hivyo. Okay, sawa. Kitu kingine ambacho ningetamani ambacho ni cha mwisho ambacho ningetamani pija tukizungumze upande wa kushoto hapa. Kwa sasa hivi mambo yamekuwa ni ya moto lakini pia muziki imekuwa inaachiwa mingi, burudani zinakuwa zinaachiwa za kutosha sana. Okay? Lakini kwenu nyie tutegemee kitu gani? Ni mawe kwa sababu mawe hapo ndani mengi sana. Kwa mashabiki wa Vibration wanategemea mawe madude. Mwendo madude. Bwana. Hatari tu. Sawa bwana. Labda video za nyimbo zetu hizi au burudani zetu ambazo umetupa zinakaje kwanza familia? Niseme tu cha kwanza mafansi watuie radhi sana kwa sababu ilikuwa ni kila siku na posti next week video Angelina, next week location. Mpaka sasa hivi nakuwa next week imezidi na zaazaa. Wanashinda kuelewa Vibration wanatuchukuliaje? Ndio. Kwa watuie radhi, mambo ni mengi sana. Ila tu kitu ambacho kiko hapa mpaka hatujafanya video. Ndio. Tunamsubiri director kutoka Kigoma ambaye ni Tolo. Tolo ameenda Kigoma. Kuna video tunafanya na Tolo. Tolo ameenda Kigoma, kwa tunamsubiri yeye hapa. Maybe ikatokea na amefika wiki hii au next week tukafanya yani moja kwa moja. Kifika leo tunaanza kazi kesho. Ndio. Maana kila kitu kipo. Kwa hapo watu radhi sana kusema kwamba ile ni video next week kwa ni hivyo mzee wangu. Bwana nyama mwingi. Basi ningetamani kwa kumalizia kila mmoja atoe neno kwa mashabiki ambao wanapenda muziki mzuri kutoka kwenu. Niseme tu mimi napenda sana, Balenciaga napenda sana kabisa kwa sababu wao ndio wanatufanya sisi mpaka tuko hapa. Wanatupushi, wanatusupport vizuri. Tumekuja na muziki ambao ni tofauti.
ambao tuliwakuta kwenye masikio ya tofauti sana, wanasikiza kazi ambayo ni Baba Yetu The World. Lakini tumefanya kazi, Mwenyezi Mungu ametusaidia sana, wametusikiza pia, tunafanya vizuri. Kwa niseme mwaka huu nafikiri hakuna tunzo ambayo tutaikosa. Kila tunzo wakisema kwamba wachukue wakisema kwamba wachukue na nini, video bora ni sisi, nyimbo bora sisi, hata kundi bora tutachukua Vibration. Yaani tunzo zote mbata kuwepo pale ni sisi. Labda waseme kwenye legend, maana sisi sio legend. Kwenye legend hatuwezi kuchukua hiyo. Wanachukua wao ambao wanajua legend. Basi unyama mwingi. Una kitu gani ambacho unaweza kashia na watu ambao wanakutazama muda huu? Sema tu mimi nawapendaga sana, siku zote nawaambia nawapenda hilo. Kwa tuendelee kufuatilia Vibration kwa sababu tu kwa ajili yao na wao kwa ajili yetu. Ni hivyo tu, ni wapate tu nini emotion ya tuseme video tunaua. Video kwanza Angelina tunaua kwa sababu sasa hivi hakuna video kubwa kama Supu. So tunakuja kufufunika ile video ya Supu ni Angelina moja kwa moja. Kwa wasubiri tu. Asante sana. Bwana, mimi niseme kwamba nimeshukuru kwa kampani yenu bwana, na niseme tu kwamba huu ndio ulikuwa mwisho wetu kwa yule ambaye tutazama. Tuseme hii ni Vibration ambayo tumepiga naye story, nadhani mengi zaidi umeyasikia na umeyaona. Kikubwa kama hujasubscribe hakikisha umesubscribe, pia tembelea kwenye channel zile za wanyama zaidi ambao nipo nao hapa, nenda kasikilize ngoma kali kutoka kwa ambazo zimeachiwa. Kwenye mic ni The Next MVP aka 0925, nyuma kamera nipo na KZ Creative. Ciao.